ukombozi wa fikra. Haleluya. Unahitaji ukombozi wa fikra ili kwamba akili zako zifunguke, ili neema iwe juu yako. Haleluya. Nadhani hapo niko na msomaji wangu mzuri. Nasoma vitabu kwa sababu kipindi cha mafundisho. Haya ni mafundisho, si mahubiri. Haleluya. Tukiingia kwenye mahubiri tutakuwa sasa tuko sawa sawa tukianza na mafundisho. So naomba msomaji wangu kunisomea kitabu cha Job chapter 22 verse 9, Ayubu 22 mstari wa 9 mpaka 13. Kitabu cha Ayubu 22 mstari ule wa 9 mpaka 13. Kuna mwenye amefika hapo? Amen, nisomee hapo. Amen. Ayubu 22 mstari wa 9 mstari wa 9 mpaka 13. Umewafukuza wanawake wajane hali ya utupu, na mikono ya mayatima yamevunjwa. Mstari wa 10. Kwa hiyo umezungukwa na vitego na hofu ya ghafla ya kutapisha. Mstari wa 11. Au je, huoni giza na maji mengi yanayofunika? Mstari wa 12. Je, Mungu hayuko mbinguni juu? Tena tazama umbali wa nyota jinsi zilivyo juu. Mstari wa 13. Nawe wasema, Mungu anajua nini? Je, aweza kuamua kati ya giza kuu? Amen. Asante sana mtu wa Mungu kwa kunisomea vizuri. Sosi ya somo letu ukombozi wa fikra. Maandiko nasema ule mstari wa 13. Nawe wasema Mungu anajua nini? Je, aweza kuamua kati ya giza kuu? Mstari wa 13. Au je, huoni giza na maji mengi yanayokufunika? Haleluya. Kuna watu wamefunikwa na maji mengi lakini hawaoni. Haleluya. Maana yake wanahitaji ukombozi wa fikra, maana kufunikwa, unaweza ukafunikwa na huoni kama umefunikwa. Haleluya. Yaani unaweza ukawa umefunikwa mahali ndani mwako huko giza, lakini hauioni kama uko ndani ya giza. Sasa ukombozi wa fikra ni ya kwamba inatakikana ufundishwe haya mambo ni mabaya. Haleluya. Sasa nimetaka nikuonyeshe kwanza ili uelewe ya kwamba kwa nini tunahitaji ukombozi wa fikra. Maana ya kwa nini tunahitaji ukombozi wa fikra ni kumaanisha hiyo verse ya 11 mstari wa 11 ambao umesema ya kwamba au je, huoni giza na maji mengi yamekufunika? Maana yake hata kuleta kwamba kuna watu wamefunikwa lakini hawaoni. Haleluya. Yaani wamefunikwa lakini hawaoni. Maandiko yanasema au je, huoni kama umefunikwa? Mtu ako ndani ya maji lakini haoni. Haleluya. Haoni kwa sababu gani? Kwa sababu hajakombolewa, uko fikra zake hazijafikiria. Haleluya. Bado amefungwa. Unaweza ona mtu anatembea kama yuko sawa, kumbe hayuko sawa. Haleluya. So watu wa Mungu tunahitaji ukombozi wa fikra. Ukombozi wa fikra maana yake ni utambuzi. Haleluya. Maandiko yanasema, ukisoma kitabu cha Mwanzo, sitakisoma hicho. Maandiko yanasema wakati wanaishi Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, wote wawili walikuwa uchi na hawakujua. Haleluya. Hawakujua. Wakakaa bustani ya Edeni wakiwa wawili, lakini wakati wamekula matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Haleluya. Biblia inasema kwamba wakajiona wako uchi. Haleluya.
Maana yake Biblia inasema walifumbuliwa wakajitambua. Na Mungu alikuwa anataka sasa katika yale mambo ambayo vile alivyokuwa ameweka uongozi ili kwamba wakae. Walijiona wakajibeba wakochi. Sasa kuna watu wanahitaji uongozi wa fikra ili wajione. Haleluya. Wanahitaji ili wachue hapo walipo. By the way, unaweza kuona mtu anatenda mambo yote yasiyofaa na haogopi. Haleluya. Kwa nini? Hana hofu ya Mungu ndani yake. Mtu yeyote ambaye anafanya mambo ambayo ni ya mabaya na haoni, huyo mtu anahitaji ukombozi wa fikra. Haleluya. Ili akili zake zifunguliwe, ili aweze kutambua hili jambo nalolifanya ni baya. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna wakati mwingine mtu anatenda mambo ambayo yasiyofaa, hata ukiangalia hayafai kufanyika kwake. That's why nikaanza mwanzo nikasema sio kila kitu kinakupasa kukifanya wewe. Haleluya. Kuna vitu vingine sio vyako. Si kila kazi ni yako. Haleluya. Kazi ziko mingi duniani. Hadi kujiuza ni kazi, lakini sio yako. Haleluya. Inawaye walio ulimwengu wa giza. Maana si kila kazi ni zetu sisi kama watumishi wa Mungu. Haleluya. Ukishaokoka wewe ni mtoto wa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Wewe ufalme wako ni wa juu. Haleluya. Wewe umejitambua. Nani anasema kwamba nilipokuwa mdogo nilikuwa nawaza kama mtoto mdogo, lakini nimekuwa mkubwa nawaza kama mtu mzima. Haleluya. Sasa kuna mtu amekuwa mkubwa lakini anawaza kama mtoto mdogo. Haleluya. Neema ikufunike kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Na nisomee pia, najua sasa hivi mafundisho nimewambia sio mahubiri. Mahubiri nataka nitofautishe ni kwa nini naweza soma basi kama 10 ama 20 ama 100. Mhubiri anaweza soma basi moja na akahubiri akamaliza 45 minutes. Haleluya. Lakini ukitaka kuchukua mwalimu inafaa uonyeshe mtu vizuri, atoke haraka haraka. Haleluya. Nataka ushikilie hapo, kwa sababu nahitaji kuona ukifunza. Naona hapa kuna wachungaji, kuna walimu, kuna mitume, kuna manabii. Haleluya. Amen. Tusome kitabu cha Zaburi 119. Zaburi 119. Zaburi 119 ule mstari wa 35 mpaka 40. Zaburi 119 kuanzia 35 mpaka 40. Zaburi 119 35 mpaka 40. Tasoma. Uniendeshe katika mapito ya maagizo yako, kwa maana nimependezwa nayo. Mstari wa 36. Unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, wala usielekee tamaa. Mstari wa 37. Uniuguze macho yangu, nisitazame visivyofaa. Uniuishe katika njia yako. Mstari wa 38. Umthibitishie mtumishi wako ahadi yako, inayohusu kicho chako. 39. Uniondolee laumu niogopayo, maana hukumu zako ni njema. Mstari wa 40. Tazama, nimeyatamani mausia yako, niuishe kwa haki yako. Amen. Haleluya. Amen. Nitasoma nitarudia mstari wa 38 na ushikilie hilo. 38 na 30 na kuanzia 36 mpaka 38. Maandiko yanasema, unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, wala usielekee tamaa. Unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa.
Haleluya. Uniuishe katika njia yako, umthibitishe mtumishi wako ahadi yako inayohusu kichwa chako. Haleluya. Narudi hapa sasa. Ukishataka utambuzi, maandiki nasema Mungu akuelekeze, usitazame usivyofaa, ayageuze macho yako. Haleluya. Kuna macho ya damu na nyama na macho ya rohoni. Mtumishi wa Mungu atakuwa na macho ya rohoni. Haleluya. Usitazame, maandiki nasema, mtunga Zaburi anasema, David anasema, ungeuze macho yangu. Kwa nini Daudi anasema hayo maneno? Wacha nikupe shuhuda moja. Kwa nini David anazungumza maneno hayo? Kwa sababu David alikuwa ni mtu wa tamaa. Haleluya. That's why akatamani mke wa Uria. Haleluya. Askari wake alipojigundua akasema haya maneno, uyageuze macho yangu nisitazame visivyofaa. Haleluya. Kumaanisha asitazame dhambi. Haleluya. Na akasema mstari wa 38 ya kwamba umthibitishe mtumishi wako. Haleluya. Yaani sasa inatakikana unaomba ya kwamba Mungu ndiye akuthibitishe, akufundishe, akuwe mwalimu. Haleluya. Tunapokaa mahali hapa, maana tunajifunza kutokana na wale waliotangulia. Walikuwa wanaishi katika maisha gani? Haleluya. Basi neno la Mungu linasema ya kwamba uyageuze macho yangu nisitazame visivyofaa, na Mungu akuthibitishe. Na imagine kwamba Mungu akikuthibitisha mtumishi wako, yaani yeye akuthibitishe. Unaona unafika mbali, Mungu mwenyewe akuthibitishe. Maandiko yanasema, Daudi anasema Mungu athibitishe. Ndio maana Daudi alikaa vizuri na Mungu, kwa sababu alikuwa mtu wa hapo. Haleluya. Alikuwa mtu wa kujishusha. Bwana Yesu atusaidie watu wa Mungu. Yaani napenda sana hii neno nasema kwamba umthibitishe. Maana Daudi alikuwa ameona ukombozi wa mafikira. Haleluya. Alikuwa amepata ukombozi. Alikuwa amefunguliwa. Nani aliyemfungua? Mtumishi wa Mungu Samueli. Haleluya. Akamwambia, hapana mtu wa Mungu, usifanye haya. Haleluya. Akafunguliwa, akakombolewa. Haleluya. Anakakombolewa, akajua haya mambo niliyofanya kumbe ni dhambi. Haleluya. Sasa kuna watu wanaishi katika dhambi na hawajui. Yaani mtu anaweza kaishi anatumikia dhambi na hajui kama anatumikia dhambi. Mpendwa, hebu angalia hiyo. Yaani anatenda dhambi na hajui. Hapo anahitaji somo kama hili la ukombozi wa fikra. Haleluya. Ili akikombolewa fikra zake atatambua haya mambo ni mabaya. Maana maandiko yanasema kitabu cha Mathayo ni chapter 5 mstari wa 5 hapo kuanzia 12. Mathayo 5 na iangaze watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Haleluya. Kumaanisha wewe ambao umeokoka, inatakiwa matendo yako yawe mazuri ili watu wamtukuze Bwana, wamtukuze Mungu kupitia wewe. Haleluya. Yaani inatuonyesha kwamba unapokuwa umekombolewa katika fikra na ukajua unachokifanya, kumaanisha kuna watu watamwabudu Mungu kupitia wewe. Haleluya. Yaani kuna watu wanaabudu Mungu kupitia matendo ya mtu. Na kuna watu wanaacha kwenda kanisa. By the way, nimevichukulia vitu mingi sana. Kuna mtu anakuambia hivi, kama kanisa ni hivi, kama mtumishi wa Mungu anafanya haya, au kama mzingine jaji. Haleluya. Yaani kuna mambo unaweza kufanya mpaka mtu asiogope, aone mtu wa kanisa.
Haleluya. Ni ukweli wapendwa. Unajua katika mafundisho tuseme ukweli tupone, si ukweli? Yapo. Haleluya. Si ukweli wapendwa? Yapo. Kuna watu wapo kanisani, lakini kupitia matendo yao mtu anasema kwa hali hii siendi kanisani. Haleluya. Sasa umelindwa. Huyu mtu atakapoacha kanisani kwa sababu yako, una mbingu hauna mbingu, utaenda mbinguni kweli? Kumaanisha matendo yako ni mabaya. Una ushuhuda ya kuvuta watu kwa Yesu, maana wanaona wanasema kuliko huyu ni bora kabisa ni kanisani. Hujawahi sikia mtu yaani watu wanasema kuliko huyu ni bora mimi hata siendi kanisa. Yaani sasa mtu aliyeokoka ametolewa ule uthamani wake, ni bora hata mtu mwenye hajaokoka. Hebu imagine kwamba mtu mwenye hajampokea Yesu na wewe uliompokea, yaani sasa yeye ni bora kuliko wewe. Hebu angalia. Na tutafika kweli? Hatutafika. Lakini Yesu anasema ya kwamba matendo yako yaonekane kuwa ni mema, na watu wamtukuze Baba kupitia wewe. Haleluya. Yaani kumbe watu wanapookoka ni kupitia mtu. Hakuna mtu anayeweza ingezi Paulo peke yake. Ninaona kwenye maandiko Paulo peke yake. Haleluya. Paulo peke yake ndiye hakuhubiriwa na mtu. Haleluya. Na sasa ukitaka wokovu wa Paulo mpendwa, haya mafundisho nafanya kwa kwenye mkutano mkubwa. Haleluya. Ili watu wajue. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wakisikia mahubiri hawasikie injili, wanakuwa kama Paulo. Wanataka Mungu awachape na upofu kwanza. Haleluya. Ndio waone ya kwamba kumbe yuko Mungu. Wacha nikwambie, Mungu anaketi ndani yetu. Yaani ukisikia Mungu yuko ndani ya mtumishi wa Mungu, na Mungu hawezi kumwona physical. Haleluya. Mungu hawezi kuja kwako hivi kama vile anakuja. Paulo peke yake. Na Paulo alikuwa tired. Haleluya. Alikuwa mezidi. Alikuwa anafanya mambo ya ajabu. Sasa hiyo unajua alikuwa anaelekea Dameski kwenda kukutana na Yesu Kristo. Haleluya. Alikuwa anaenda Dameski kwenda kuwaoa watumishi wa Mungu. Lakini Mungu akasema hii jamaa sauti. Watu wamehubiri injili. Yesu amehubiri sana hapa, lakini jamaa sikii. Sasa ili asikie, wacha nimtokee live. Mpendwa, Mungu alikutokea live. Haki ya Mungu yaani kama mchakufa basi unatoka viwango vingine. Haleluya. Maandiko yanasema Paulo alipigwa, aliona mtu mbele yake amevaa anashine. Haleluya. Ameona kaanguka chini. Kuamka hivi alikuwa kipofu. Haleluya. Haoni. Na amebeba barua ya kwenda kuoa watumishi. Ameandikiwa barua aende kuoa. Saa hiyo wanaambiwa sasa hiyo barua hiyo wewe na watafute wale unaenda kuoa, alafu wakuombee wokovu. Haleluya. Na wakubatize. Sasa wale jamaa waliposikia Paulo anawatafuta. Haleluya. Tena hapo anaitwa Paulo. Sauli anawatafuta. Yuko hapa. Amefika kumenuka. Yaani yule mtu aliyemwambia Mungu anamnenea live. Ukambatize Sauli. Mungu wangu. Niende pale nikambatize huyu. Atakuua. Mungu hujui kama ananitafuta ama hujui. Haleluya. Lakini Mungu alikuwa tayari ameshavunja yale makali yake. Sasa kuna watu wanataka injili ya Paulo. Basi kwenye Biblia nzima na Agano Jipya au Toma aliandika vitabu vingi. Kwa nini? Alikuwa na testimony ile ya ukweli. Haleluya. Amen. Alikuwa na testimony ya kwamba anatenda kazi ili ya kwamba aweze kusaidika. Haleluya. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu ili ya kwamba aweze kusaidika kwa ajili ya kuweza kufanya mambo kinyume na watumishi. Haleluya. Lakini Mungu akaja akamvunja mifupa yake. Haleluya. Akavunja mifupa. Akasema hapana, huyu mtu ni lazima nikae chini na yeye.
Bwana Yesu atusaidie. Lakini kama si hivyo, kumaanisha kwamba kama si hivyo, mtumishi wa Mungu asingeguswa na Mungu direct, asingeweza kumpokea wokovu. Haleluya. Kwa sababu alikuwa muuaji. Haleluya. Alikuwa muuaji. So mtu muuaji na alikuwa amepewa barua, kumaanisha ya kwamba alikuwa amepewa idhini ya kuua. Haleluya. Alikuwa amebeba kibali cha kuua. So ukiandikiwa barua na president kwamba unaenda nenda ukaue, kumaanisha hakuna mtu akuzuia na hakuna kesi. Haleluya. Yaani ukiua kwa authority from president, hakuna kesi. Hiyo kesi hakuna, wewe umepewa maagizo na juu. Sasa Paulo mtume alikuwa amebeba hivyo, lakini Mungu akasema wewe janja, Mungu akamchapa. Haleluya. Sasa baadaye aliyejitambua, that's why injili ya Paulo alikuwa tayari kufa. Haleluya. Alikuwa tayari kufa kwa sababu alikuwa amepata kitu kilichokombozi wa fikra. Alikuwa amepata kwa sababu alikuwa kipofu na akaona. Haleluya. Alikuwa kipofu na akaona. Kwa nini aliona? Ni kwa sababu alikuwa ametenda mambo mabaya na Mungu akamgusa, akamponya na hayo yote. Haleluya. So mtu wa Mungu ni vizuri kuanza kujua ya kwamba wakati unapofanya mambo unatakiwa kuwa na ukombozi wa fikra na ujue kufanya yale inayotakikana. Haleluya. Usipojua kitu ambacho kinafaa kifanyike, hauwezi kuendelea mbele. Bwana Yesu msaidie watu. Amen. Haleluya. So that's why nasema ya kwamba ni vizuri watu wakuwe na roho ya ukombozi wa fikra. Maana ukishajua umekombolewa, hautafanya mambo kinyume na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Wewe unapofanya mambo kinyume na mapenzi ya Bwana, kumaanisha unamkosea Mungu. Haleluya. Lakini kama umekombolewa, utafanya mambo mazuri ambayo yanamtukuza Bwana, si ndio? Ndio maana mstari wa 16:14 kitabu cha Mathayo 5:14 inasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi ukastirika ukiwa umejengwa juu ya mlima. Na mstari wa 15 anasema, ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Haleluya. Kumaanisha, kwa nini chumvi ikiwa imeharibika kutupwa nje? Maana yake ni kwamba